Ukiongelea video kubwa hasa Afrika kwa sasa, basi huwezi kukosa kuitaja video ya nani? Video ya Diamond Platnumz. Ni moja kati ya video kubwa sana ambazo zimepata namba nyingi, lakini pia engagement ya watu kuweza kuitazama ilikuwa kubwa sana. Hii video imefanyika hapa Tanzania chini ya director Joma, lakini kwenye upande wa mwanga na maanisha gafa, kwenye lighting kwa lugha rahisi kabisa alikuwepo jamaa mbobezi kabisa wa masuala haya ya taa, picha iwe angavu, anaitwa Much the Gaffer. Sawa bwana, kwenye hii video ya nani ni moja kati ya video kubwa sana, hasa inawezekana kwenye video ambazo mmewahi kuzifanya, lakini natamani kujua kwa nini mliamua kutumia context ya mapenzi ya shuleni, mapenzi ya walimu? Ukweli kabisa kwenye hii project siwezi kuzungumzia sana katika upande huo, kwa sababu hii project ingawa by surprise. Namna ambavyo director alikutana na msanii, tutasijua kutana vipi, walikaa nda vipi, lakini ilitumia tu video treatment, ikaambiwa andaa lights zako, film ya video iko hivi na story iko hivi. Kwa hiyo hatukukaa as a crew pamoja kudiscuss kama tunachambua video zingine. Kwa hiyo hii ni kati ya director na msanii mwenyewe ndio walikaa pamoja kutengeneza story na kitu kama hicho. Kwa hiyo members wa crew wote kiujumla, maybe producer ambaye ni On Black, yeye ndo anaweza pengine kwa nafahamu, lakini sisi wengine tulikuja bwana, kuna kazi inakuja Diamond, immediately tunataka tuifanye, story iko hivi, video treatment iko hivi, tunakwenda kuexecute. Kwa hiyo hatukujua nini kinakwenda kutokea. Sawa. Ile shule iko wapi? Ile shule ni shule ya Tandale B. Kipita hii njia ya Sinza, Kijiweni, kwenda kwa nje kama Sama Kikwete, then ukatishwa na nyosha mbele. Tandale si ndo shule ambayo amesoma yeye Diamond au? Sure. Okay. Yeah. Sawa, ilikuwa kipindi ambacho shule imefunga au? Hapana. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Okay. Yeah. Kwa wanafunzi hawakuwepo shule. Wanafunzi shuleni hawakuwepo. Sawa, ile shule iko barabarani. Yes. Vipi usumbufu wa watu? Ni Diamond pale alafu anafahamika Tandale, shule ambayo inawezekana ndo amesoma hapo. Usumbufu ulikuwa kwenye kupata kile ambacho nyinyi mnakitaka sasa? Hapokuwa na usumbufu. Kwa sababu jambo zima liko well organized. Upande wa msanii Nasibu mwenyewe na timu yake ya security, lakini pia hata uongozi wa shule ulitupatia ulinzi, sababu ile ni eneo la shule, sio kwamba shule yenyewe bali shule iko wazi, shule na ukuta. Kwa hiyo sio kila mtu anataka kuingia tu shule, kuna ulinzi wa shule. Kwa hiyo ndio kwenda kufanya shughuli yetu maalum uliingia, lakini watu wengine ilikuwa ni mwisho getini tu, na hakuna ile kitu cha kufunga, lakini kwa sababu watu wanaheshimu mamlaka ya hiyo shule, kwa hiyo watu walikuwa wanajua kwamba hapa kuna tukio linaendelea na tuishie hapa, tuishie hapa. Lakini vile vile pia timu ya security ya Diamond Platnumz ilikuwa vizuri. Kwa kawaida Diamond anafika sehemu kufanya tukio na shoot hivi, akosi bodyguards wale si chini ya 10-15 ambao kila mmoja yuko na kazi yake. Wani wengine wapo kwa ajili ya kuangalia tu mtu ana record video za simu zile, sije zikafanyia video ikaliki, yani video katoka kabla ya muda ya kwa release. Okay, sawa. Nimependa jinsi ambavyo unajua mapenzi popote. Kwa hiyo nimependa jinsi ambavyo idea ya video kwamba nyimbo ni ya mapenzi, lakini pia mapenzi ya walimu, hasa tena walimu wa shule ya msingi. Kuna watoto nawaona mole ambao asilimia kubwa ya video, maana kila scene unawaona wale watoto Tegeta Kids, watoto ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi. Baada ya kupata wazo la shule, idea ya shule, ndicho ambacho kiliwafanya mlazimike kufanya na Tegeta Kids? Sio tu kupata wazo la shule. Wazo la shule kwanza, lakini kwenye shule panatakiwa pawepo wanafunzi. Lakini wanafunzi walipokuwa kwenye hiyo shule pia wanatakiwa wawe ni dancers. Kwa hiyo lazima afundishwe choreograph, then waingie kudance choreograph. Sasa sio kila mwanafunzi anaweza kufanya choreograph. Kwa hiyo lazima wapate watoto ambao
dancers ambao wanaweza kuvaa husika wanafunzi na vile at the same time wakawa dancers. Kwa hiyo ukataka kufikiria, sababu kuna mtu Tom ambaye ni mwalimu wa dancers. Yeye ndo baada kukutana na director pamoja na msanii wakajadiliana kwamba sasa tunataka, sababu video nyingi sasa tunafanya Diamond Platnumz, tunafanya video na Diamond Platnumz na msanii mmoja wa nje, dancer wake namba moja ikachana na wale dancers ambao wako kwenye kuu yake Wasafi ambao wa nje. Sasa kwanza ni jamaa sasa, yeye mwenyewe ndo anaua anatumia kutafuta dancer wengine extras. Kwa hiyo tulipochekiwa yeye sasa, bwana hamna shida, kuna watu Gita Kids ambao ndio wanafunzi wangu pia, kwa hiyo tukatumia hapa kwa jamaa akajipigia post fund. Yeah. Okay, ilichukua muda gani mpaka kumaster hizo style za wimbo? Siwezi kuzungumzia sana hiyo kwa sababu ni upande wake sasa mwalimu wao choreography na wao kule. Kwa hiyo maana yake lakini kule fundi zao sio hazikuwa ngumu. Sababu hata kipindi tuko set tunaona bado walikuwa wanaenda practice. Kwa maana ni kitu ambacho na nyewe kumzania kufanya katika hali ya ubora zaidi, katika standard ya hali ya juu, ndio maana naota muda wote ilikuwa ni kama sema maisha yao pia. Nimeona pia kuna baadhi ya scene za behind the scene watoto wanacheza kwenye scene moja na Diamond huku wanaimba ile nyimbo. Yeah. Kwamba ilikuwa rahisi hivyo kwamba wimbo ulikanao muda mrefu mpaka wakaukariri au ilikuwaje? Wimbo kama hujatoka tulivyorushwa tuko na skills kwenye groups. Mimi nisema tu hii nyimbo inakuwa hit. Ni nyimbo ambayo ukisikiza mara ya kwanza yani haikuchukui muda kuishika. Yani mwenyewe nilikuwa nikita na yani muda wote kipindi kabla hajaanza kushoot yani siku mbili kabla ya shoot nilikuwa na yani muda wote nilikuwa naimba kichwani. Naimba niende kwa nani. Kwa hiyo sidhani kama naweza kuchukua kwamba iwapo wakati mgumu wale dancers kushika ile. Okay, sawa. Natamani kujua experience sasa. Ni watoto japo ni dancers na ni wanafunzi. Diamond ni msanii mkubwa sana, sio kidogo. Inawezekana kila dancer anatamani kwamba siku moja afanye kazi na Diamond. Nataka angalau share na sisi ile feelings ya watoto wakiwa location alafu namuona Nasib ndo huyu hapa tunafanya kazi yake. Kama ulivyosema kwamba dancers, directors, na niseme watu wote kwenye tasnia, siseme wote, asilimia kubwa wanatamani kufanya na kazi na Diamond Platnumz. Lakini ninachofurahia juu ya wale watoto walikuwa wako very disciplined. Yani wanamsikiliza kiongozi wao, anasema hivi, tufanye hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi. Ikitokea msanii mwenyewe anataka kufanya nao kitu kingine extra, msanii anaanza kumwambia bwana mwalimu wao, nataka mtu afanye hiki na hiki na hiki, tunafanyaje? Anateuliwa mtu anakwenda kufanya kulingana na vile ambavyo. Kiujumla naona sasa hivi kwenye industry ya filming kwa Tanzania watu wameanza kukaa kiprofessional zaidi, kwamba mtu hata kitokea kwamba yes Diamond Platnumz huyo hapo, lakini uwezo kuta mtu kwamba anabadai kwamba sasa naomba nipate selfies kwamba unajua nipo kwenye kazi sasa hivi nafanya kazi yangu sawa. Ikitokea baada ya kazi nikipata kumba selfie naye sawa. Ikitokea mwenyewe tukafuna wale watoto wa Gita Kids ukiachana na haya malipo ambayo alikuwa amewalipa ya kwenye kazi bado still Nasibu mwenyewe alibusu. Okay. Alikuwa anatoka naye kuna maswali unaona kwenye video hajapita, lakini kuna maswali anauliza kwamba ngoma za kama sini anacheza kama mwalimu pale. Kwa hiyo anauliza maswali na actually Diamond bonge moja la muuzaji. Acha bwana. Bonge moja la muuzaji. Jamani Anajua kuigiza. Kwa sababu ukiangalia ile scene ambayo anatokea anaingia amechelewa, ile scene ile technique ndio technique iko perfect. Lakini kuna technique nyingine ambazo zishutiwa kina hazijapita. Unaona sasa kwamba jamaa anajua kuigiza. Lakini Diamond video zake nyingi zina drama. Yeah. Kwa inawezekana mbali na kuimba labda anapenda sana kuigiza. Okay, sawa. Video imefanyika maeneo mangapi? Kwa sababu kuna eneo la kwanza ile la shule ambalo ndio asilimia kubwa. Kuna maeneo mengine zaidi? Video imeshukiwa Tandale imeshukiwa Ubungo hapa palipokuwa Ubungo zamani mtindi wa basi Ubungo pale. Okay. Ile soko pale. Imeshukiwa pale juu kwenye rooftop pale. Set ambayo
kuna vitambaa vyeupe, then nimevaa suti nyeupe na pia nimevaa nguo nyeupe na mwanga una bounce kwenye ile curtain kule nyuma. Shout out to my man Emil the Gripper. Kule nyuma ndio kwa nafanya ambapo kuna kitu tunaita iconic movement ya ile taa zinakwenda zinarudi. Yeah. Alafu baada ya kutoka hapo na sasa tumefanya chuo cha ardhi. Ile sasa wanafunzi watoto wanacheza kama kwenye bandi ambaye anakwenda na ule binti anaingia naye na surprise then kwenye show na performance. Ile chuo cha ardhi. Ile sasa nyingine amekaa amevaa kofia hivi na yeye ni chuo cha ardhi pale pale. Alafu pia tumeshuti maeneo ya chuo cha uhasibu TIA kwa simu. Ile seti ambayo wako library anachunguliana hivi, ile ni uhasibu pale. Okay. Then baada hapo tukarudi studio kwa Mike Attilio. Sinza. Yeah. Yes. Kwa ni maeneo mengi kwa jinsi, lakini ukiangalia video jinsi mlivyoiunganisha inaonekana kama labda ilishia shule. Yeah. Nikataka kuuliza ile maktaba ni kweli ni shule ile ya pale? Hapana. Kumbe ni TIA pale. Okay, sawa. Kwa sababu nilikuwa nachanganyikiwa kwamba shule ya msingi lakini vitabu ambavyo vinaonekana kwenye zile shelves ni vitabu ambavyo vimeenda shule na vyenyewe. Yeah. Nikasema nitauliza. Sawa, umenifumbulia vizuri. Okay. Siku ngapi? Video na maeneo mengi mlifanya siku ngapi? Nani siku mbili. Siku mbili kwa imeshaisha. Siku mbili yeah. Okay. Sawa. Kama sijasahau lakini ni siku mbili. Maana hiyo ni asubuhi mpaka jioni. No. Asubuhi mpaka alfajiri. Mnakesha. Yeah. Sawa, hii ilikuwa video ya kwanza kufanya na Diamond kwenu nyewe, si ndio? Okay, nataka actually sio video ya kwanza. Hii ni video ya pili. Ila hii ni video ya kwanza kufanya na Diamond yeye mwenyewe kama video yake yeye. Kabla hapo tulifanya video na msanii mmoja nje ambapo sasa nikitaja hapa itakuwa mbele. Vunji ni exclusive. Pia kuna video nyingine tulifanya ndio video ya kwanza sisi kufanya na Diamond. Japo palikuwa na directors wengine wa nje ambaye alikuja hapa akapendekeza apate director mwingine ambaye yuko hapa ambaye aliguswa Joma. Director mwenyewe kutoka kule alimpendekeza, lakini kwa Tanzania hapa Diamond yeye alimpendekeza sana. Kwa hiyo palikuwa na collaboration, palikuwa na co-working pale kati ya yule director nje Skana pamoja na director Joma. Okay, sawa. Kwa video ya pili. Hii video ya pili. Yeah. Okay, nataka mmefanya kazi na wasanii wakubwa wengi. Yeah. Diamond ndio ilikuwa video yake ya pili. Ya kwake ni video yake ya kwanza. Yeah. Nyinyi sasa watu wa taa, director, DOP, jinsi ambavyo kazi yenu mnaifanya kila siku kiprofessional. Mmekutana na msanii ambaye ana video nyingi kubwa za ndani na nje. Nataka nipate feeling yenu wakati mnaandaa vitu vyenu, mnaiandaa picha yenu na mapokeo ya msanii kwenye kile ambacho mnakiandaa. Kwanza mkiwa location. Kwa kitu wanasemaje? Bovu. Anukisikia hiyo bovu. Yaani hiyo ni mbaya kabisa. Yaani ni noma. Kuna watu ni noma kwamba ni nzuri sana. Nzuri imepitiliza. Okay. Kwa hiyo msanii ana watu wake. Ambao ana entourage yake ya watu ambao anamove nao, ambao atakuwa na shoot wapo kaja kuhakikisha ubora wa kile ambacho kinafanyika. Isije ikawa tu director na crew yake wanakujaza tukwambia bwana hii picha kali bila watoka kupitisha. Kwa hiyo ana watu wake. Sasa ikifika tu tunakwambia hii ni bovu. Yaani maana yake akisema bovu maana yake yani hii ni nzuri inapitiliza. Kwa hiyo most of the time sisi tunakutana hiyo. Yaani kila take unakwenda kutake pale hata nyinyi mnasema bwana hii kidogo kasoro ngoja tuchape nyingine. Lakini unakuta watu wanakuambia hii noma. Yaani hii nzuri zaidi. Kwa hiyo sisi kawaida tunafanya kile ambacho tumetumwa kufanya katika ubora ambao tunaamini tufanye hivi tukwenye ubora zaidi. Sawa. Na msanii mapokeo yake yalikuwaje sasa? Yeye wakati anaona ana preview kile ambacho mnakifanya mkiwa location. Yeye kama yeye. Unamwona muda wote
anatabasamu kitu afu anakwambia ni mwenye anaadmit kwamba ni kitu kizuri. Akiona sehemu kwamba uzuri nachompendea Diamond naye pia ni kwamba unamdirect sawa, anakusikiliza kwa unyenyekevu mkubwa sana. Yaani kitu ambacho mimi nilishangazwa nacho sana kuona mtu kama yeye katika level aliyokuwa yeye. Kuna mwingine kwa level aliyokuwa yeye Diamond pale anaanza kwanza kukuvimbia, mimi si nini mkubwa na nini, lakini unakuta mimi gafa namwambia bwana hapa fanya hivi na hivi, anakusikiliza tena kwa unyenyekevu wa hali ya juu, zifu kwamba wewe ndio mkubwa kuliko yeye. Anakusikiliza, anakuitikia, anafanya kile ambacho unamwelekeza. Na yeye pia akiona kwamba baada ya kutizama anaona kuna kitu fulani, anakwambia sikilizeni, hii tumechapa ni nzuri, ambayo mimi nichape, mimi sijaridhika na nilivyo perform hapa, hapa nifanye hivi. Kwa hiyo ni some sort of collaboration kwenye kazi. Okay. Yeah. Sawa. Challenges zilikuwa ni nini? Ni video ya msanii mkubwa, naamini vikwazo lazima viwe hasa kwenye locations ambazo mmezisema, chuoni kule mlikoenda, kwenye rooftop pale Ubungo. Challenges zilikuwa ni nini ambazo mlizihisi kabisa kwamba hizi tunazipitia kwa sababu ya msanii mkubwa tunayeshoot naye ni Diamond? Actually challenges zipo kiasi kikubwa sana, hasa utaje majina makubwa kama wewe shahidi. Kwa basi nzuri naweza kutoa exclusive leo hii kabla hata video haijatoka hiyo nyingine. Tumeenda sehemu kwa kuomba location kwa ajili ya kushoot, naambia bwana akija msanii wa kawaida tu kiasi kadhaa, lakini sababu amekuja Diamond ni mlima unaongezeka. Kwa hiyo ni changamoto. Wakati mwingine inabidi tudanganye hizo bwana anaona msanii fulani underground tu wa kawaida mpate sehemu mshuti, lakini siku akija kumbe ni fulani, niambia usingesema bwana, unajua tungesema tusingepata. Lakini challenge za kufika actually nimesema siku mbili, ilikuwa ni siku 3, sababu kwa mfano ile set ya pale rooftop Ubungo pale ilikuwa challenge sana kuipata, na tulivyoipata pia tunafika set msanii bado hajafika, tunafika set mtu ambaye tumemwandaa kwa ajili ya kutengeneza ile set tangia asubuhi amefika pale, lakini uongozi kamzuia. Na si muda huo tuko busy tunakimbizana na mambo mengine yakae sawa, masuala ya vifaa nini props zije pale, ndio yule dada kule amekaa maskini ya Mungu amezuiliwa. Tunakuja kurudi pale, tunafika set aletwa kibali hayupo, afu bosi wake wa juu ndo amekuja ndo mazuio tukio. Kwa hiyo unajua mpaka saa 10 bado wala seti hajaanza kutengeneza. Hapo msanii ameshafika tayari. Bado hajafika. Okay. Ila yuko njiani, msanii kwamba anasubirishwa kwamba subiri kidogo na tunaweka sawa. Mimi niko njiani ndo nakuja, ambia asubiri kidogo na tunaweka sawa. Kwa ile scene itakiwa iwe mchana, sio usiku. Lakini ikazimika kushukiwa usiku sababu ya hiyo changamoto. Na pia ndo nasema kwamba Diamond ni mmoja wa Tanzania ambao niseme ni wanyenyekevu sana. Nakuja kwenye swala la kufanya naye kazi. Sijui kwenye mambo mengine, lakini kwenye swala la kufanya naye kazi nyenyekevu sana. Akiwa msanii mwingine akisema bwana hii si mchana bwana. Bila mimi siwezi kushuti hivi siku, inabidi shuti mchana. Lakini alipofika akaelewa situation ilivyokuwa, kwa sababu na shida hizo ngo tuanze tukashuti kwa kitu kizuri fanya tushuti kama navyo. Na imekuwa nzuri sana. Sawa, yule mdada alikuja na msanii au ipo kwenye crew yenu? Yule dada itafutwa na model sasa. Yes. Yule model itafutwa na producer direction. Msanii alimkuta location. Lakini msanii kabla ya kukutana naye location ni kwamba ile video kwanza ilibidi kwenye ile cast ya ile model ilibidi pale mzungu. Okay. Diamond anataka mzungu. Sawa. Na ile mchana mzungu wa mwalimu. Mzungu wa mwalimu mgeni awe mzungu. Okay. Kama story inavyosema mwalimu ni mgeni. Okay. Yes. Sasa baadaye kuna muda unazidi kutupa mkono. Sababu tulikuwa tumecheki katika models ambao karibu hapa wengi wako huko kwa shughuli zao. Kwa hiyo alitaka kuagiza kutoka Canada model wa kizungu. Kuna mpaka haja kutoka Canada na muda tuliokuwa nao
tuko nje ya muda, labda kwenye next project na project nyingine zitakazokuja unaweza kutumia wewe, lakini kwa sasa hivi hebu twende na huyu hapa, tunaye huyu hapa Mwafrika mwenzetu, Mtanzania mwenzetu, na tukacheza naye sasa, na yeye angalia kwa nini sawa, kupitishwa sawa. Huyu mdada before ana video nyingine amekufanya? Na kwa hii ndo ya kwanza. Yes. Ilikuwaje sasa? Diamond ndo huyo wa dada zetu najua wana ndoto na wenyewe kuwa modo wakubwa, alafu kukutana na msanii mkubwa. Video ya kwanza, zile scene walivyokuwa wanacheza, nyinyi kama watu ambao mlikuwa mnawaongoza, kipi mlikuwa mnakiona kwa huyo mdada? Changamoto ni kwamba nadhani japo sina uhakika kwa 100%, lakini nadhani pia inawezekana ni video yake ya kwanza kucheza. Chana kwa sana kucheza na msanii mkubwa ili kucheza kwenye video. Nadhani japo sina uhakika wa 100%. Alikuwa na changamoto hapo na pale kwenye kumwelekeza fanya hivi, reaction anacheza ku react kwa sababu anasema acting is react. Kwa jambo likatokea Faya akacheza ku react, lakini kadri muda ulikuwa unazidi kwenda ukimpa maelekezo alikuwa anafanya na zoea na mwisho siku anafanya na video ikaisha. Sawa. Hii video imeongezea kitu gani kwenye crew, kwenye company kama production? Kwa sababu tumezoea, imekuwa kawaida video za Diamond zinaenda sana, na ni kwa sababu zinakuwa bora kwa kiwango ambacho kila mtu anaridhika. Nadhani hata nyie mmeridhishwa na kitu ambacho mmekifanya. Imeongezea kitu gani? Kitu kimeongezeka vingi sana. Kwa tu the way brand inakwenda, brand is luxury tofauti na vile ambavyo tunachukulia mwanzo. Sawa, anakuwa kwamba hawa jamaa wanafanya, unajua iko wazi kwamba utafanya video utafanya vitu vyako, lakini ukifanya na Diamond ndio tunasema kwamba hii hapa ndio kipimo kwamba wewe unafanya vizuri zaidi. Kama ni mtani basi pale ndio mtani wa nectar, mtani wa mwisho, mtani wa mwisho. Sasa ukishafanya pale ndio tunataka kuona sasa ukienda wewe sasa levels nyingine, japo kwa sisi tumefanya kazi ambazo nyingine pengine sio kwa level ya Diamond, sio kwa Diamond, lakini ni za levels international. Sawa, lakini imefungua milango mingi sana, the way ambavyo watu wanakuchukulieni kwenye crew, imetuletea maadui wengi sana, imetuletea marafiki pia wapya, watu kila mtu anataka kuja kufanya kazi na nyamba, kufanya kazi wote na vitu kama hivyo. Okay. Kwa hiyo imeleta marafiki, imeleta maadui, imeleta fursa mpya, imeleta kazi nyingine nyingi tu mpya. Inafika hatua sasa hivi ninavyoongea na wewe, nataka kuja kufanya mfano leo hii ninavyoongea na wewe sasa hivi. Nataka kuja kubook the luxury, inabidi yani project yake iwe ni miezi 2 au 3. Hapa katikati pana pako jumper, pamejaa ratiba, video nyingi. Okay, sawa. Feedback ya kwake sasa binafsi Diamond, tunajua ukifanya kitu kizuri maana yake mtu atarudi tena. Ukifanya kitu kibaya anaweza kukupongeza kwamba ni kizuri, lakini ukimwona hajarudi maana yake hakuridhishwa. Feedback yake imekuwaje baada ya kuachia video imeenda mtaani? Sababu najua ikienda mtaani yeye anapata maoni na nyinyi mnapata maoni. Baada ya yeye video kwenda mtaani, je, amerudi tena au ndo atarudi baadaye? Amerudi. Iko hivi brother, alikiachana yani kitu ambacho wadau au nyinyi walaji hamjui. Inawezekana hii video unaiona ya live. Amini nani? Nataka kutoa siri nyingine. Kuna kitu kinaitwa Lala, kina mwendelezo wake, kina jina hilo ambacho kinafanana na hilo cha kwake mwenyewe. Asili. Alafu kuna video tena. Actually kuna movie inakuja. Yani music video yake ni yani next level, it's a movie. Okay. Naelewa kama ushaangalia movie haya Count Dracula, movie ya horror. Kuna nyimbo inakuja moja hivi. Najua walaji mtaipokea vizuri na mtaelewa vizuri. Ila kwa kulingana na ratiba zake mwenyewe msanii hawezi kumpangia achie lini. Kwa hiyo amerudi. Vitu viko tayari. Vikubwa zaidi ya nani? Yaani nani ni kama vile sasa jamani, hebu kwenye appetizer kwanza hii hapa kuna gia namba 1. Alafu na vitu vingine vinakuja na vingine. Okay. Ametupa kazi yake yeye, nyingine 4. Ametupa kazi za wasanii wake wengine. Na kwa msanii wake mwingine mpya.
na vile kazi zake za kufanya vile vile pia. Kwa hiyo yani pana msururu hapa container la videos za kutoka kwake yeye na za watu wengine na kupitia yeye, kupitia hiki kilichokifanya kwamba tumefungua milango. Okay. Nadhani huu ni mwaka mzuri sana kwenu kwenye mafanikio ya production. Mmeanza muda mrefu, tuko tunachungulia, Unasema huu mwaka mzuri? Nadhani mimi naona kama ni mwaka, video kubwa zote mmefanya mwaka huu. Kama tumefanya video kubwa. Yes, mmefanya video hapo sawa. Mwaka mzuri, video kubwa. Mwaka yote kama ilikuwa vizuri. Sawa, video kubwa za wasanii wakubwa mmezifanya mwaka huu. Na video zenye numbers nyingi, kwa sababu tunapima video kwanza kwa muonekano, lakini cha pili mapokezi ya watu wamepokeaje. Kwa hiyo video zenu zenye numbers nyingi nadhani zimeanza mwaka huu. Video ya Nani ya Diamond imeenda sana, na ni video ambayo ili blow up kwenye social networks zote. Kila mtu alisifia kuanzia idea, kuanzia colors mlizozitumia, seti zenu, kila mtu alisema kile kitu ni perfect. Nadhani kwa hizi video za karibuni za Nasibu bwana Diamond ni video pekee ambayo sijaona wale wakosoaji wale wa kusema hiki umekopi sehemu fulani, hiki umetoa huku, kimetoa huku. Sijaona hicho kitu. Yaani video ambayo kila mtu aliipitisha na kila mtu aliipenda. Labda kwa sababu ya ile idea, mmecheza idea ya Kiswahili kabisa, ile idea ya mapenzi ya walimu. Ni vitu ambavyo tunaishi navyo kwenye jamii. Kwa hiyo kwangu naweza kusema labda huu ni mwaka wenu mzuri kwangu mimi. Kama nyinyi mnaamini kwamba kuna miaka mingine mizuri, lakini huu mimi na mashabiki wenzangu tunaamini huu ndo mwaka wenu mzuri. Okay. Kwa hiyo kama kuna videos zingine zinakuja za bwana Simba, kila laheri, sisi tupo walaji, tunasubiri tuangalie vilivyopo vipo au ndo nani itakuwa ndo video ya mwisho kwa nzuri, afu zingine mmezoea game naanza kuchalaza tu vitu vya ovyo. Kitu kimoja ni kwamba ni hivi, ndio maana hata ulivyosema kwamba mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri kwetu sisi kwa asilimia kubwa. Unajua sema kwenye mwaka huu mzuri kwa sisi kwenye music video. Na tuseme ndio mwaka ambao tumekita miguu sasa kwenye music video kwa sasa tunafanya music video. Lakini sisi mara nyingi tunafanya matangazo. Sawa, tunafanya TVC, adverts, movies, na tunafanya movie ambazo zingine ambazo kwenye soko letu la Bongo azifanya vizuri. Yeye anafanya kazi vizuri huko. Watu wanakuja hapa na production zao, wanakuja na na movie na Tanzania, maeneo ya Tanzania, tunafanya nao kazi zinaenda. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kwenye levels kwenye music video Diamond ndio kama net, lakini tumefanya kazi kubwa huko, wengine kuzita hizi levels za Diamond Platinum, lakini ni kwenye TVC, ma adverts haya na movies. Kwa hiyo sisi kwa tumia yake ilikuwa mizuri kila mwaka uliopita mpaka mwaka huu sasa hivi. Ila kwenye music video sasa hapa sasa ndo tumefika kwenye net. Sawa. Mwaka unaisha, tunasubiri mwaka ujao tuone mafanikio ambayo sisi tumeyaona wameyapata kwa mwaka huu. Tutayapima hivyo hivyo mwaka ujao. Je, wataweza kufika walipoishia mwaka huu au watarudi nyuma? Hii ni Gafakati.